Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wapenzi watazamaji, karibu katika vipindi vyetu vya Mvukuza ambavyo ni vipindi vya madrasa ambavyo vinakujia mara kwa mara. Leo hii tuko katika Almadrasati Qadiria iliyoko Kinuni, mkoa wa Mjini Magharibi, wilaya ya Magharibi B, tukikutana na mwalimu hapa akituelezea changamoto na faida ambazo anazipata katika madrasa yake. Maalim, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kwa faida ya watazamaji, jina lako unaitwa nani? Kwa jina naitwa Musa Abdallah Mbaruk, ni mwalimu msaidizi wa Almadrasati Qadiria. Inshallah, Maalim Musa, labda unaweza kutuambia madrasa imeanza muda gani? Madrasati Qadiria imeanzishwa mwaka 1999. Labda unaweza kutuambia mulianza na wanafunzi wangapi, wa kike na wa kiume wangapi, au huwezi kukumbuka? Kwa idadi ya wanafunzi siwezi kukumbuka kwa kweli, kwa sababu kipindi hicho hata mimi nilikuwa ni mwanafunzi mdogo kabisa. Naam. Asante sana Sheikh Musa. Labda unaweza kutuambia masomo gani ambayo mmejikita nayo katika Madrasati Qadiria hapa? Katika Madrasati Qadiria, masomo ambayo yanafundishwa ni sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nafundisha fiqhi, ahkam tajwid, hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Qur'an tafsiri na Qur'an matini. Sawa. Labda katika upande wa tahfidhi al-Qur'ani vipi, mmeshaanza au bado? Tahfidhi al-Qur'ani tumeanza. Wapo wanafunzi ambao wamehifadhi Qur'an. Aya, Maalim Musa, hebu tupe changamoto ambazo unazipata katika madrasa yako hapa. Changamoto ni nyingi kwa kweli, lakini miongoni mwao kuna changamoto katika ufundishaji. Na changamoto hii tunaipata wakati wa kufundisha watoto, kwa sababu tunapomfundisha mtoto hapa chuoni, anapokwenda nje kule uchezo unakuwa ni mwingi. Kwa hiyo siku ya pili anaporudi tena chuoni anakuwa amesahau kile ambacho amefundishwa. Na changamoto hii mara nyingi husababishwa na kukosekana ushirikiano baina ya walimu na wazazi, sababu wazazi huachia sana watoto wao kucheza kule nyumbani. Kwa hiyo akija hapa na kuwa michezo ni mingi kuliko kukaa muda wa kusoma. Changamoto tunaipata ni kwamba wanafunzi husahau mara kwa mara ile ambayo wanafundishwa hapa. Kwa hiyo akija tena inakuwa ni sisi walimu kuanza tena mwanzo. Labda umenipa suala la kwamba hamna ushirikiano mzuri baina ya wazazi na nyinyi walimu. Labda tuseme kama malipo, mfano ile sadaka ya labda kama mwezi au Jumamosi, unalisemeaje wewe swala hili? Ni moja kati ya changamoto ambazo pia zipo. Hili kwa upande wangu siwezi nikalisemea sana, kwa sababu hata mwalimu mkuu unamwona haipo zaidi yani hajajitegemeza zaidi kwenye kupokea malipo ya wanafunzi. Yeye anachokijali zaidi ni kutoa kile elimu. Mzazi ambaye anacho anapokea, ambaye hana pia anaachia, tunashukuru. Haya, inshallah Maalim, labda tunapotembelea katika madrasa nyingi tunakutia kuna adui mkubwa katika madrasa. Adui huyo ni suala la tuition. Vipi hapa chuoni pako, lipo suala la tuition? Naam, swala hili lipo. Swala la tuition kama lipo, labda kama wewe mwalimu msaidizi au katika Madrasati Qadiria mlichukua vipi hili swala? Naam, swala hili tulikaa tukalifikiria, tuliweka kikao walimu na kufanya maamuzi ya kwamba wanafunzi tunapowapata siku za Jumamosi na Jumapili tunakuwa tunakaa nao mpaka muda wa saa 7 baada ya swala, ili ikifika ile saa 9 usiwe na mvutano baina ya walimu wa shule na walimu wa madrasa. Tuachie muda ule waende shule, sisi muda huu kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 7 tunatumia kuwafundisha masomo yale ambayo wanatakiwa kusoma siku ya Jumamosi. Inshallah tumalizie Maalim.
labda kumekuwa na maneno mengi ambayo mitaani yanazungumzwa, hata kwa ofisi yetu ya Mufti tunapigiwa kelele sana walimu kwamba ndio chanzo wanaofanya udhalilishaji, yani ubakaji wa wanafunzi wao katika madrasa. Vipi swala hili, wewe unalizungumziaje? Kwa upande wangu swala hili kwanza maneno yanayosema yapo, watu husema, lakini kwa utafiti unavyofanywa, yani mwalimu anaweza akazushua kesi hiyo kama ya udhalilishaji, lakini baadaye ukienda utafiti ukifanyika inaonekana jambo sio kweli, maana ni jambo la kusingiziwa. Na haya mambo ni yapo tangu zamani, zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu ambaye anaonekana ameshikamana sana na masuala ya dini katika jamii, ikiwa kuna mtu ana chuki binafsi na yule mtu, anaweza akamzushia jambo lolote baya kwake yeye ili kumtia doa. Kwa hiyo masuala haya ya kuchafuana yapo, lakini kwa utafiti si jambo la kweli kabisa. Aya, labda una maoni gani kwa wale walimu ambao wana tabia kama hizi za kuwadhalilisha wanafunzi? Maoni yangu ni waachane tu na hili jambo. Aya, ikiwa video hii anaiona rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Hussein Ali Mwinyi, una maoni gani kwa rais? Maoni yangu kwa Mheshimiwa Rais kuhusiana na madrasa yetu au kwa ujumla? Kwa ujumla kwa walimu. Kwa ujumla kwa walimu. Katika nchi yetu hii swala la walimu wa madrasa tunaona ni jambo ambalo liko nyuma, yani limewekwa nyuma, tofauti na walimu wengine wa mashuleni na wafanyakazi wengine. Kwa hiyo maoni yangu kwa rais, na sisi walimu wa madrasa tuangaliwe kwa jicho jingine la upande wa serikali, kwa kuwekewa mazingira mazuri ya kufundishia, yani mazingira rasmi za madrasa zetu kama hizi ambazo sisi tuko katika hali za chini. Inshallah, una wito gani kwa wazazi? Wito wangu kwa wazazi ni ushirikiano, wadumishe wawe na ushirikiano baina ya walimu na wao. Inshallah, huyo alikuwa ni mwalimu kutoka Almadrasati Qadiria kutoka Kinuni hapa Zanzibar. Mimi na wewe tuonane katika vipindi vijavyo. Jina langu Haji Kheri Vuai. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.